Mfano sasa hivi tumecheleweshwa masoko sana. Ilikuwa tarehe 15 mwezi Januari. Ndio maana unaona sasa hivi tunapata changamoto moja. Tunatoroshiwa mzigo, watu wanakimbiza tumbaku zetu zinaenda Kenya, mwisho siku tunakosa ushuru, watu wanashindwa kulipa madeni, viongozi tunaingia kwenye changamoto za kulipa madeni ya kibenki. Mimi niseme kwa jumla hivi, bodi kama bodi, mimi nikiangalia mfano kama TTB imeshatuletea mteuzi wa madaraja ambaye tunamwamini sana. Peter yuko vizuri, anapambana, akija na tupambania, ni mtu anayetenda haki. Lakini sasa tunapokuja kupata changamoto za ucheleweshaji wa masoko inakuwa ni shida. Tunaiomba serikali iangalie hilo sana, maana hata mabenki yatashindwa kutukopesha pesa za kujikimu kwenye swala letu la kilimo. Taratibu wetu wa kuwa tunauza masoko kwa kipindi hiki umecheleweshwa sana. Wazazi tulio wengi tuna mahitaji makubwa ya kupata fedha ili tuweze kusomesha watoto, kufanya mahitaji ya kifamilia. Lakini bado hatujafanya kwa sababu masoko bado hajafunguliwa. Pamoja na elimu hii tumekuwa na changamoto juu ya zao la tumbaku ambalo ni zao la kibiashara, linakuwa na manufaa upande wa mkulima na upande wa serikali na pia hata kwa chama kikuu, kwa sababu sesi ya halmashauri inaweza kupatikana. Lakini pamoja na hilo, changamoto kubwa tunayopambana nayo ni utoroshaji wa tumbaku. Wakulima wanatorosha tumbaku kwa kupeleka Kenya, lakini hii yote inasababishwa na kuchelewa kwa kufungua msimu katika mkoa wa Mara. Mkoa wa Mara tumekuwa tuko tofauti na misimu mingine kama Tabora na sehemu zingine. Sisi msimu wetu unaanza mapema na masoko yanatakiwa yafunguliwa angalau mwezi wa 12. Lakini mpaka sasa masoko hayajafunguliwa, lakini tunaiomba serikali na bodi ya tumbaku kutuunganisha tuwe msimu mmoja wa kilimo cha tumbaku Tanzania. Wakulima wanaolima tumbaku lazima wasajiliwe. Watakapokuwa wamesajiliwa na majina yao basi yakawa yanafahamika pamoja na magodauni yao, tutaweza kuanza ununuzi wa tumbaku ambao tunatarajia kwamba ununuzi uweze kuanza mapema. Hata hivyo kumekuwa na changamoto ya utoroshaji wa tumbaku kwenda nje ya wilaya. Halmashauri ilichokifanya ni kwamba imeunda kikosi kazi ambacho kinafuatilia usiku na mchana maeneo yote ambapo tumbaku inatoroshwa kwenye vyanzo mbalimbali ambavyo tumeshaambiwa. Na mpaka sasa zoezi linaendelea kwa kushirikiana na timu iliyoandaliwa ili kuhakikisha kwamba halmashauri haipotezi mapato, lakini pia na chama kikuu hakipotezi mapato.